Shukran sana Haman Kamariki kwa taarifa hiyo. Tukiangazia sasa afya, ni kwamba saratani inaendelea kuikaba Kenya, huku wagonjwa 80 wakiaga dunia kila siku, huku wengine 125 wakianza safari ngumu ya matibabu kila siku. Sasa ufichuzi kutoka taasisi za kitaifa saratani umebaini upungufu mkubwa wa vifaa vya uchunguzi na hata huduma za matibabu, hali iliyowasukuma wabunge kuapa kutenga fedha zaidi ili kuokoa maisha. Eunice Omolo anaeleza. Saratani inaendelea kuwa tishio kubwa nchini Kenya, huku takwimu za taasisi ya kitaifa ya saratani zikirekodi wastani wa wagonjwa wapya 125 na vifo 80 vinavyotokana na ugonjwa huo kila siku. I would like to compare with, if an accident occurred today and 80 people died in one day, the entire country will sit and discuss how do we address this. And every day, 120 people being diagnosed with cancer. You know, that is a big number. And takwimu hizo ziliwekwa wazi wakati kamati ya afya ya bunge la taifa ilipofanya ukaguzi utekelezaji wa bajeti katika taasisi ya kitaifa ya saratani nchini. Ni hapa ambapo afisa mkuu mtendaji wa taasisi hiyo, Daktari Elias Meli, aliwaelezea wabunge kuhusu changamoto zinazokithiri humo nchini, ikiwemo uhaba wa vifaa muhimu, hali inayowanyima wagonjwa wengi nafasi ya kugunduliwa mapema. We may not be able to get 100% what is our burden, but if we are able to get at least our burden, you know, that represents more than 85%, because even the US do not have data 100% of their burden, but at least anything above 85 would be sufficient. Ili kuimarisha mapambano dhidi ya saratani, taasisi ya kitaifa ya saratani imeomba kutengewa shilingi bilioni 4 kwa minajili ya kupanua huduma za uchunguzi, kuboresha utambuzi wa mapema, kuimarisha matibabu na kuongeza idadi ya wataalamu wa saratani. What has come out very clearly is actually we need to fund them more, because the last 3-4 years we have funded them. When they started at very low. Wabunge sasa wanatoa wito kwa serikali kuongeza uwekezaji katika huduma za saratani, wakisema hatua za haraka zinahitajika ili kudhibiti mzigo unaongezeka wa ugonjwa huo ambao umeendelea sasa kwa miongoni mwa visababishi vikuu vya vifo nchini. Eunice Omolo, KTN, Nairobi.